Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, amepata ushindi mdogo lakini muhimu mahakamani baada ya Mahakama Kuu kutupilia mbali ombi la upande wa mashtaka la kuwasilisha ushahidi wa ziada katika kesi ya uhaini inayomkabili. Kwa mujibu wa taarifa ya BBC, jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu masijara ndogo iliyopo jijini Dar es Salaam liliongozwa na Jaji Danstan Nduguru limekataa ombi la mawakili wa serikali waliotaka kuleta ushahidi wa nyongeza kutoka kwa shahidi wa upelelezi ACP Amini Mahamba. Uamuzi huo umefuata pingamizi lililowasilishwa na Lissu mwenyewe akipinga hatua ya upande wa mashtaka kuomba kuongeza ushahidi huo katika hatua ya sasa ya kesi. Katika hoja yake, Lissu alidai kuwa hatua hiyo ni kinyume cha utaratibu wa sheria, hasa kwa kuzingatia masharti ya kifungu namba 308 cha sheria. Kifungu hiki kinaeleza namna ya kuwasilisha ushahidi mpya au kumuita shahidi ambaye hakushiriki katika mwenendo wa awali wa mahakama. Majaji wamelizia pingamizi hilo na kuelewa kuwa ombi la serikali halikuwa na msingi wa kisheria, hivyo halikukubalika. Uamuzi huo unatazamwa kama ushindi wa kisheria kwa Lissu katika hatua hii ya mchakato, ingawa kesi yenyewe ya uhaini bado inaendelea. Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini, kosa ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania halina dhamana na adhabu yake ya juu ni hukumu ya kifo. Kwa sasa anaendelea kushikiliwa rumande wakati mchakato wa kesi ukiendelea mahakamani. BBC inaeleza kuwa kesi hiyo imeibua mjadala mpana ndani na nje ya nchi, hasa ikizingatiwa historia ya kisiasa ya Tundu Lissu, ambapo mnamo mwaka 2017 alinusurika jaribio la kumuua baada ya kushambuliwa kwa risasi 16, tukio lililomfanya kuondoka nchini kwa matibabu na baadaye kurejea katika siasa akiwa na msimamo mkali kuhusu mageuzi ya kisiasa na uwajibikaji wa serikali. Tundu Lissu ni mmoja wa wanasiasa walioteka hisia za wananchi katika kipindi zaidi cha miongo miwili iliyopita. Kwa wafuasi wake, Tundu Lissu amekuwa alama ya mapambano ya demokrasia, haki na utawala wa sheria. Kwa ukosoaji wake, amekuwa mkosoaji mkali wa mamlaka anayesukuma hisia za upinzani kwa nguvu kubwa. Hivi sasa akiwa anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini, jina lake limerejea tena kwa uzito katika vichwa vya habari. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona kesi hii ni kama mtihani mwingine mkubwa katika safari yake ya kisiasa, huku wengine wakitazama kama sehemu ya mvutano mpana wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Chama chake cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, nacho kimekuwa katika changamoto kadhaa za kisiasa katika kipindi hiki, jambo linaloongeza uzito wa kesi inayomkabili kiongozi wake Tundu Lissu. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, Lissu ameendelea kusisitiza haja ya mageuzi ya kisiasa na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, akieleza kuwa mapambano yake ni ya kuhakikisha kunakuwa na uwajibikaji na haki kwa wote. Kwa sasa, macho ya watu wengi yanaelekezwa Mahakama Kuu kusubiri hatua inayofuata katika mwenendo wa kesi hii ya uhaini, ambapo tayari imeacha alama kubwa katika mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. BBC inaripoti kuwa uamuzi wa kutupilia mbali ushahidi wa ziada ni sehemu ya mchakato wa awali wa kisheria, lakini athari zake zinaweza kuwa na uzito mkubwa katika namna kesi hii itakavyoendelea. Mpaka hapa anapofikia tamati, endelea kuwa nami kupitia Koplo Media, vile subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.